Tunamshukuru Allah aliyetukirimu mimi na wewe wana wa Adamu takrima kubwa. Takrima hii tukaipata baada ya kukubali kubeba amana ambayo viumbe wengine walipoonyeshwa amana hii walishindwa kuibeba, ikawa ngumu kwao, na wakamuomba Allah msamaha kwamba tusamehe, hatuiwezi, na Allah akawasamehe. Lakini mimi na wewe wana wa Adamu, Allah alipotuonyesha tu amana, tulipojua tu kwamba Allah anataka tubebe, basi bila ya kujali uzito wake utakuwa kiasi gani, tukamtangazia Allah kuwa tutabeba. Allah kwa hilo akatupa takrima kubwa sana. Kwenye suratul Ahzab aya 72 Allah subhanahu wa ta'ala anasema maneno hayo: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Allah anasema kwa hakika tulionyesha amana, tukaionyesha mbingu amana, na ardhi na milima vyote vikaiona amana. Allah anasema fa abaina ayahmilnaha, viumbe hawa wakakataa. Sio ukataaji wa kuasi, ni ukataaji wa kuelewa kwamba Allah amewaambia mtaweza hii kubeba. Wakaona hawawezi, wakamwambia Allah tusamehe, hatuiwezi, ni ngumu. Wa ashfaqna minha, wakaogopa kuibeba amana. Allah anatuambia ilipoonyeshwa kwa mwanadamu tu, wa hamalaha al-insan, mwanadamu akaibeba amana. Kwa hiyo kule kukubali kwetu kubeba, Allah akatukirimu kama alivyorekodi katika Qur'ani: wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kwa hakika tumemkirimu mwanadamu, tumempa takrima kubwa, tumempa heshima kubwa mwanadamu juu ya viumbe, tukambeba nchi kavu na baharini, kuonyesha ile takrima, heshima aliyotupa. Hata kule kubeba akasema tukambeba. Ilikuwa nao uwezo wa kusema tukaamrisha viumbe wetu wambebe, lakini akasema tukambeba mwanadamu nchi kavu na baharini. Warazaqnahum min at-tayyibati, tukawaruzuku vitu vizuri vingi tu. Wafaddalnahum ala kathirin, tukawafadhilisha wanadamu ala kathiri mimman khalaqna, kuliko viumbe wengi, tena tafdhila wa fadhila mbalimbali. Tunamshukuru Allah kwa mapenzi yake kutupa takrima hii kubwa, ni utashi wake tu. Sasa ukikirimiwa, uonyeshi na wewe sifa ya ukarimu ya kushukuru. Ndugu zangu, kama umepata mkarimu akakukirimu, taswira yako ya kushukuru haipo. Ukiwa hukuonyesha, si unaonekana mtu siye, unaonekana wewe siye kabisa wewe. Sasa tumuonyeshe Allah shukrani kwa takrima hii, na shukrani ya kumuonyesha Allah ni pale alipotubainia kwamba ametuumba kwa lengo moja tu la kumwabudu. Ndio lengo alilotuumbia. Sasa shukrani yetu basi tukubali, tumwambie Allah tumekubali tukakuabudu. Na kuabudu kwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala akabaini sio ibada ya muda fulani, ibadatu mustamirra, ibada mfululizo mpaka kufa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
umwabudu Bwana wako mpaka mauti ya kufikie. Mfululizo. Maana yake ni kwamba tumeumbiwa ibada tu, hakuna shughuli nyingine. Sasa kama mafuhumu ndio hii, lugha ya siku hizi inapoteza mafuhumu hii. Kuna baadhi ya nyakati utasikia watu wanasema leo ni siku ya ibada bwana, wanakusudia Ijumaa. Hii ni mafuhumu walioiga kwa watu wengine kwamba leo ni siku ya ibada. Je, jana haikuwa siku ya ibada? Je, kesho? Leo ni siku ya ibada bwana. Mafuhumu hii baadhi ya nyakati inasema mwezi huu ni mwezi wa ibada. Hii misamiati sio ya Kiislamu, tumebeba tu. Mwezi huu ni wa ibada, manake Ramadhani. Miezi mingine hapa bwana sehemu ya ibada. Wapi? Msikitini. Je, nje barabarani sio sehemu ya ibada? Ilikuwa labda iwe huu ni mwezi wa ibada fulani, kwa hiyo ibada hii inatia nguvu kusaidia na ibada nyingine, lakini ni mwezi wa ibada ya kufunga. Ijumaa ni siku ya ibada maalum ya swala ya Ijumaa iliyo na taratibu maalum, lakini sio kwamba ndio siku ya ibada, siku nyingine sio za ibada. Hakuna muda ambao mtu hatakiwi kuabudu, hakuna. Imma unatoka kwenye ibada hii unaingia ibada nyingine, hakuna vingine. Ukiacha kuabudu kipindi fulani labda unaasi, hakuna kwamba sasa hivi nimepumzika siabudu, hakuna. Nimemaliza ibada ya kuswali, nimeingia kwenye ibada nyingine sokoni. Na ibada ya sokoni ina taratibu zake. Unaambiwa fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Umeingia kwenye ibada nyingine, humo ndani ya ibada nyingine ili ufaulu, umkumbuke Allah sana, umtaje sana. Na lilipokuwa jambo hilo ni jambo la lazima umkumbuke kila wakati sana, kumshukuru sana, umwabudu vizuri kila wakati, mpaka Mtume sallallahu alaihi wa sallam akatufundisha maalum. Akamwambia Muadhi, ya Muadhi, wallahi inni la uhibbuka ya Muadhi, wallahi Muadhi mimi nakupenda sana. La tad'anna dubura kulli salatin taqul, usiache Muadhi kila unapomaliza kuswali useme nini? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. E Mola wangu, nisaidie ala dhikrika, kukukumbuka na kukutaja, kwa sababu Allah ametaka tumtaje sana, si ndio? Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, mumkumbuke sana, mumtaje sana ili mfaulu. Basi Allah kukukumbuka mimi, nisaidie wewe nisaidie niweze. Allah anasema la in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitakuzidishieni. Basi Allah a'inni ala shukrika, nisaidie niweze kushukuru ili uniongeze. Allah anasema nimekuumbeni kwa lengo la ibada tu, wa husni ibadatika, ya Rabbi nisaidie niweze kukuabudu vizuri. Tumemtupia yeye mwenyewe tena, ya Rabbi nisaidie niyafanye vizuri. Kwa hiyo mafuhumu ya ibada kuwekwa kwa kipindi fulani ni mafuhumu potofu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, mtumikie Bwana wako, mwabudu Bwana wako aliyekuumba kwa kazi hiyo mpaka mauti ya kufikia.